Movie yetu inaanza ni asubuhi na mapema. Kuna jamaa anaamka na kuna nyama moja hapa inamsalimia habari za asubuhi. Mwamba anamuitikia na kumwambia yeye yuko fresh, lakini hakumbuki chochote kilichofanyika jana. Maana alikuwa amemwaahidi atamkamia kinoma noma. Hivi ninavyokusalimia habari za asubuhi naona mimi chizi eh? Bidada anaendelea kumwambia jamaa kuwa sio yeye wakati wa tendo alikuwa anapiga makelele kama vile mtu ambaye hana akili. Jamaa yeye anashangaa tu, yani haelewi kilichotokea. Upande wa binti yeye kawaka kinoma, anamwambia jamaa anazania nyeti zake yeye ni za bure kwamba anagawa tu. Hapo hapo binti anamwambia mshikaji kwamba asipomlipa pesa yake atapiga kelele mpaka watu wote nje wasikie. Binti akachukua suruali ya mshikaji na akachukua kibunda chote kilichokuwepo na akatembea nacho. Huyu bidada jina lake anafahamika kama Kezaya. Basi baada ya Kezaya kuondoka, huyu jamaa akabaki anajilaumu tu, imekuwaje kalala na mali safi, lakini hata kukitupa akawa amesinzia. Basi bwana Kezaya akiwa anatoka kwenye timbwili na mtu wake anakutana na mhubiri wa kike hapa, na huyu mhubiri anaanza kumhubiri, anamwambia kwamba mwili wake ni hekalu la Mungu na sio uwanja wa dhambi. Kezaya anageuka na kumwambia huyu mhubiri kwamba yeye hajaajiri mlinzi yoyote, hivyo basi aache kumfuata kabisa. Basi bwana, kwani huyu mhubiri anasikia? Alimpiga neno mpaka Kezaya alipofika nyumbani kwao. Kezaya anapofika nyumbani anakutana na dada yake mmoja ambaye ni tomboy, yani anapigo za kiume kabisa, na huyu mhubiri anamgeuzia kibano yule mwingine tomboy. Biblia imeandika kwamba mwanamke hatakiwi kuvaa mavazi yanayovaliwa na mwanaume. Hapo Kezaya ndo anacheka na kuwaita wote waigizaji. Huyu mmoja anaigiza kuwa mwanaume na huyu mwingine anaigiza kuwa mchungaji. Kumbe hawa wote wawili ni dada zake Kezaya. Huyu mhubiri ndo wa kwanza na anafahamika kwa jina la Naomi, na huyu tomboy ndo wa pili anafahamika kwa jina la Debora. Basi bwana, wamewashana moto hapa nje mpaka mama yao akatoka nje akiwa na pressure ziko juu. Mama anamwambia Naomi kwamba yeye ndo mkubwa hapa, kwa nini asiwe mfano mzuri kwa wadogo zake. Naomi na yeye anamwambia mama yake awaambie hao watoto wake wajiheshimu. Na zaidi huyo Debora anayepiga Naomi ambaye anadhania kwamba anaweza kumpiga mpaka yeye dada yake. Kesi inageukia upande wa Kezaya ambapo mama yake anamuuliza jana amelala wapi. Na yeye Kezaya anamjibu mama yake, anamwambia kwamba alilala kwenye mkesha wa maombi akimwambia mama yake ili apone. Dada zake wanabaki wanashangaa tu, maana wanajua mama yao anapigwa changa la macho. Basi tukiachana na hapo, kumbe huyu Debora ni mkulima na huyu Naomi ni fundi cherehani. Naomi yeye akiletewa nguo na wateja azitengeneze ziwe fupi hataki, na kuambia waende kwa mafundi wengine, maana vifaa vyake vya kazi haviwezi kusababisha watu waende motoni. Na hapo hapo anaanza kuwaombea. Yaani kiujumla Naomi ulokole umemwingia kweli kweli. Kumbe Naomi bwana ni mwimba kwaya. Na hapa tunakutana na mwalimu wa kwaya anaitwa Okudiri. Okudiri anamfagilia kinoma Naomi akiwa anaimbisha. Kuna huyu bidada hapa nyuma anaitwa Chinenye. Yeye anaonekana kabisa hizi sifa za Okudiri kwa Naomi hazipendi kabisa. Upande mwingine tunakutana na Kezaya akiwa na mteja wake wanapiga bei. Huyu mteja anamwambia Kezaya kwamba alichokibeba hapo nyuma ni silaha ya maangamizi kuliko hata ile ya Marekani aliyompiga Mjapani kwenye vita ya kwanza ya dunia. Punde si punde Debora akafika bwana kwenye eneo la tukio. Huyu jamaa akachezea kichapo ili kinoma yani. Na huku Kezaya akatolewa nduki mpaka nyumbani. Huku nyumbani Kezaya anajitetea tu kwa mama yake kwamba yeye alikuwa anatoa tu ushauri wa ndoa kwa yule jamaa na dada yake amemfikiria vibaya. Mama mwenyewe anashangaa tu. Mwanae alivyo mdogo vile anajua nini kuhusu ndoa. Basi bana, mama akaona isiwe kesi, akaamua kwenda kwa mchungaji wa kijiji anayefahamika kwa jina la Akachi kumwelezea matatizo yanayoikabili familia yake. Mama akawa anamuelezea pasta hapa kwamba wanao na matatizo. Huyu Naomi ni mtu aliyenyooka sana, lakini hakuna mwanaume hata mmoja aliyekuja nyumbani kutaka kumchumbia. Kwa upande wa Debora, anasema ni mtoto wa kiume ambaye hata hajawahi kuwa naye kabisa. Ikiwa na maana anamaanisha mwanae ni tomboy, yani anapigo za kiume. Yeye anapenda kila siku kupigana na kuleta matatizo. Na upande wa Kezaya, huyu ndo kapotea kabisa. Anaishi na dhambi na yeye. Basi bwana, Pastor Akachi akamwambia mama asiwazi kuhusu hilo, atalishughulikia. Basi leo asubuhi mama anawaamsha waende sebuleni wakaombe, maana wapo kwenye mfungo wa kufunga na kuomba. Debora tu yeye analalamika kivyake hapa, anasema yeye hawezi kufunga kabisa. Wanavyofika sebuleni, Naomi na mama wao wanasifu tu. Kezaya kachapa usingizi, hana habari kabisa. Na Debora yeye anawaangalia tu, maana hivi sio vitu vyake kabisa. Baadaye kidogo mama akawa anamtafuta Debora, maana haonekani sebuleni. Anaingia jikoni, anamkuta Debi yeye yuko busy anajibalansia mazingira ya tumbo. Debora anashtuka kinoma baada ya kuitwa na mama yake. Debora yeye anamwambia mama yake yeye hawezi kufunga kabisa, anaogopa ataugua vidonda vya tumbo. Na kama wanahitaji aendelee na maombi, basi anahitaji kuwa na nguvu pia ya kuomba. Hivyo basi anahitaji chakula. Muda si mrefu Pastor Akachi akafika nyumbani kwao hapa na Kezaya. Pastor anawasalimia, Debora anamuitikia, anamwambia ni aje mtu wangu. Oya, huyu Debi kachafuka kinoma, yani sio poa. Basi bwana, maombi akaanza. Na mtu wa kwanza kuombewa alikuwa ni dada mkubwa wa familia Naomi. Wa pili kuombewa akawa ni Debora. Na wa mwisho alikuwa ni lastborn wa familia Kezaya, ambapo huyu ndio kimbembe kweli kweli. Maombi akiwa anaendelea, Kezaya anamuonyesha vitu fulani hivi mchungaji kama vile anainyonya. Pastor naye anachanganyikiwa kabisa. Dishi linayumba na channel zote zinapotea. Mchungaji anamwambia tu anyanyuke akae, maana hapa hamna tena kinachoendelea. Basi bwana, baada ya maombi mchungaji anamwambia mama yao Kezaya kwamba Kezaya anatakiwa kupelekwa kanisani kwa ajili ya maombi ya ziada, na ikipendeza zaidi aende akiwa peke yake.
Mama na yeye hana pingamizi hata kidogo. Basi bwana, kama jana walivyokubaliana, leo mama akampeleka Kezaya kwa Pasta Akachi kwa ajili ya maombi ya ziada, lakini nguo aliyoenda nayo Kezaya ni balaa tupu. Basi bwana, mama akaondoka mwenyewe akawaacha wenyewe kwa ajili ya maombi yao. Mama alivyoondoka tu, Kezaya akaanza kumtega mchungaji pale pale, mara amtingishie nyashi kidogo. Mwanzoni mchungaji akajitia na kaza, lakini mwishowe akanasa kwenye mtego wa Kezaya. Sini inayofuata tunamwona mchungaji na Kezaya wakiwa wameshamaliza kufanya mambo yao, na mchungaji anamsifia Kezaya, anamwambia kwamba yeye ni namba moja hapa kijijini, hivyo basi anahitaji raundi tena nyingine. Cha muhimu ni pesa tu. Kezaya hawezi kataa kabisa, maana hivi ndio vitu vyake vya kila siku. Mchungaji na yeye pesa kwake sio dili, yeye anachohitaji ni kitu kimoja tu, usiri basi. Yaani mtu yeyote kutoka nje asifahamu hiki kinachoendelea. Basi bwana, wakaingia tena ulingoni kukichafua kwa mara nyingine. Baada ya kutoka kwa Pasta Akachi, Kezaya ndo anafika nyumbani ikiwa jioni kabisa. Mama anampokea hapa na kumuuliza maombi yaliendaje. Kezaya yeye anamwambia mama yake mchungaji ana nguvu sio poa. Anaendelea kumwambia kwamba Pasta Akachi ametembeza raundi 2 za maana. Mama yeye anafurahi, anajua mwanae maombi yamemuingia kweli kweli. Upande mwingine tunakutana na Debora akiwa anakabidhiwa shamba na mama mmoja anayefahamika kwa jina la Mama Ekene. Wanapiga bei na kukubaliana kuwa watalipana naira 10,000. Pia Debora anaongeza pia na kusema msosi pia uwepo. Mama Ekene anamwambia kuhusu hilo asiwazi na maji pia atamwekea. Basi bwana, baada kama ya siku kadhaa kupita, Debora akiwa hapa bize shambani, Ekene anafika hapa kaleta pesa aliyopewa na mama yake kumkabidhi Debora. Lakini yeye Ekene anapofika anamtupia hiyo pesa. Debora anaokota ile pesa na kuhesabu, anakuta naira 5,000 wakati walikubaliana atalipa naira 10,000. Moja kwa moja Debora akaanza kuvutana na huyu kijana, anajua moja kwa moja kijana amekula ganji. Maana alikubaliana na mama yake atamlipa naira 10,000 alafu yeye kamfikisha naira 5,000. Bwana we, Ekene akaanza kurusha maneno. Anamwambia Debora kwamba mdogo wake Kezaya anauza nyapo huko mtaani. Debora naye jinsia yake haieleweki. Dada yao mkubwa nao Naomi ni mchungaji feki. Debora akaona tayari ashakuwa mambo mengi na yeye apendagi masiala. Alimchezeshia kinoma noma. Upande mwingine tunakutana na Kezaya akiwa amefumaniwa yuko na baba yake Ekene, yaani baba mzazi wa Ekene. Hivyo basi bila kupoteza muda, Kezaya akapitia dishani akakimbia, lakini akasahau simu yake. Punde si punde, Ekene naye akafika kutoka shambani kachakazwa vibaya mno na Debora. Moja kwa moja mama Ekene akaona hii familia sasa imezoea vibaya familia yake. Akamkuta mwanae moja kwa moja kwenda kukiwasha. Kezaya anafika nyumbani, anamwambia dada yake Debora atoke nje. Lakini anamwambia hamna chochote kilichotokea, yeye atoki tu. Na muda si mrefu inasikika sauti ya mama Ekene ikiwa inamuita Debora na kumwambia kwamba leo atamzibua. Mwanae Ekene anakuwa style fulani kama anagoma hivi. Mama yake anamwambia unaogopa watoto wa kike? Dakika zilo mbele Debora akatoka. Malalamiko ya mama Ekene anaanza hapa. Anamwambia Debora kwamba amempiga mwanae kama mbuzi na bado yule mdogo wake wa kike amemkamata akiwa na mume wake, yani amemfumania. Kusikia hivyo Debora akabadilika kabisa. Ikabidi amuite Kezaya ili athibitishe. Na Kezaya alipofika yeye akakataa, akasema anasingiziwa. Si mnakumbuka Kezaya alisahau simu kule alipofumaniwa. Basi bwana, mama Ekene akatoa ile simu kama uthibitisho. Katika kuongea hapa na kujibishana, mama Ekene akamwita mama yao kuwa ni malaya. Hapo ndo mambo yalipobadilika. Uwanja ulibadilika na ukawa ulingo. Mama Ekene alipigwa kinoma noma mpaka mtoto wake Ekene akakimbia. Asubuhi ya leo tunamwona Debora anakutana na rafiki yake wa kiume. Huyu ni rafiki wake wa siku nyingi sana hapa hapa kijijini. Lakini muda wote wanapokuwa wanaongea Debora yeye analia tu kuhusu matatizo alionayo hapa nyumbani. Tatizo la kwanza katika familia yao ni Kezaya mdogo wake. Kezaya anaita aibu katika familia yao kwa mambo anayoyafanya. Na tatizo lingine ni mama yao. Mama yao ni mgonjwa sana na inatakiwa naira milioni 25 ili aweze akatibiwe. Basi huyu rafiki yake hapa anampa ushauri. Anamwambia kwamba sasa ni muda wa mwafaka wa kwenda kumpa msaada kwa Chifu Romanus. Debora kusikia hilo jina akabadilika kabisa na akamwambia rafiki yake asije akataja hilo jina akiwa karibu yake. Hatujui kwa nini Debora anamchukia Chifu Romanus, lakini hapo mbeleni tutajua. Tukirudi upande wa Kezaya, leo akiwa barabarani anakutana na kijana mmoja anaitwa Valentine. Kijana anabembeleza Kezaya ingie kwenye gari ampe lift. Na Kezaya anapoingia kwenye gari, huyu kijana anajitambulisha kwamba jina lake ni Valentine na amekuja katika hiki kijiji kufanya biashara. Na biashara yake ni ya kutengeneza umeme wa sola. Na hapa anamwambia Kezaya kwamba muda si mrefu hiki kijiji kitaenda kuwa na umeme wa masaa 24. Kezaya yeye anamwambia mwekezaji kama vipi awe kampani yake ndani ya muda mfupi ambao amekuja kufanya biashara. Jamaa naye anamwambia hamna noma na iwe hivyo. Kezaya anamwambia mshikaji kwamba hata asipomlipa pesa hamna shida. Cha muhimu yeye apate iPhone macho matatu tu, yeye atafurahi sana na atampa kila aina ya style kwa wiki nzima. Cha muhimu tu ampatie iPhone. Valentine naye kwa sifa anajimwamba fai hapa, anamwambia atampatia iPhone hata 4. Basi bwana, tukirudi upande wa nyumbani, Kezaya anapokea simu kutoka kwa Pasta Akachi akimwambia wakutane. Kezaya kwa kumchenga mama yake anamwambia Pasta Akachi kufikia saa 8 kamili atakuwa ameshafika kanisani kwa ajili ya maombi. Lakini mimi na wewe mtazamaji wangu tunajua kabisa hapa mama anapigwa changala macho. Mama yeye anafurahia tu, anajua maana anafuata maombi kanisani. Dakika chache baadaye anaingia Debora nyumbani akiwa anadunda kinoma yani. Swali la kwanza anamuulizia mdogo wake Kezaya yuko wapi. Hapa mama ndo anampa maelezo. Anamwambia kwamba ameenda kanisani kwa Pasta Akachi kwa ajili ya maombi. Debora anashangaa tu. Tangu lini Kezaya ameanza kushubukia maombi? Anaendelea kuambia kwamba hata shetani mwenyewe anamuogopa Kezaya kwa mambo yake. Inawezekanaje Kezaya kubaliki hivyo na mchungaji? Akawaambia hata hivyo hamna noma. Ngoja akaangalia nini kinachoendelea na atawaletea mrejesho. Je, Naomi akifika kwa Pasta Akachi atakuta kweli kuna maombi? Basi usisahau kusubscribe ili wa kwanza pili tunapeka sehemu ya pili. Asante.